tu kwa kiti chako. Mungu wa uzima akubariki. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Pastor Nyango, nimeokoka. Yesu ni Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna ujumbe Roho wa Mungu ameweka ndani mwangu ambayo nataka tushare na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Na kupitia hapo Mungu atakubariki kwa jina la Yesu. Haleluya. Nisome kitabu cha Isaiah 19:19. Kitabu cha Isaiah 19 verse 19. Isaiah 19 verse 19. Yes. Katika siku hiyo, katika hiyo siku ya leo, itakuwako madhabahu katika nchi ya Misri kwa Bwana, kutakuwako madhabahu katika mji wa Rongai, na nguzo mpakani mwake kwa Bwana. Na nguzo mpakani mwake kwa Bwana. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Katika siku ya leo, ndio Bwana ataliinua madhabahu yake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na nguzo yake. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hii ni kama umbrella, kama vile ubebae mavuli. Hiyo Bwana Yesu asifiwe. Kuna ile inazuia mvua ama inazuia jua. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini wewe umelishika. Haleluya. Amen. Leo, siku ya leo, Biblia inasema ya kwamba katika hiyo siku kutainuliwa madhabahu, na hiyo madhabahu nguzo lake litamgusa Mungu. Inamaanisha kwamba hiyo madhabahu itakuwa na network. Opakruo. Niongea na Kijaluo. Opakruo ni Bwana Yesu asifiwe na Kijaluo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Inamaanisha kuna mtu leo Mungu atamuinua, ama Mungu ataweka ndani yake kitu. Haleluya. Litakayoleta msaada kwa watu wengi. Madhabahu ni mahali ambapo panaleta msaada. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini hiyo madhabahu inafaa ikuwe connected na bingu la tatu. Haleluya. Amen. Inafaa wewe ukuwe connected na bingu la tatu. Ndio wakati ambapo ikiwa altar iko connected na bingu la tatu, inapoomba Mungu anasikia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwanadamu, tuseme kama dad, baba yetu wa kiroho alio mahali hapa, Mungu amejenga kwake hii madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hiyo madhabahu anapojenga kwake akuwe connected na bingu la tatu. Inamaanisha kwamba unapokuja wewe atakuletea kenye bingu inaongea juu yako. Ndio. Praise God. Amen. Hallelujah. Hello. Nitalijenga kanisa juu yako Peter. Kitabu cha Matendo ya kitabu cha Matthew 16 verse 18 hapo. Nasema ya kwamba nitalijenga kanisa juu lako Peter. Bwana Yesu asifiwe. Inamaanisha kuna kenye kitaekelewa ndani ya Peter yenye Peter kuanga nayo. Tuseme amen. Praise God. Nitakupatia neema ya kufanya biashara yenye ukuanga nayo. Ya wengine ilikuanga inakujanga inaisha. Praise God. Amen. Nitakupatia kipawa. Halo? Hiyo kipawa nitakupatia, za wengine uzimika, lakini wewe Peter yako haitazimika. Kwa sababu yako haitakuwa inafanana kama zao, itakuwa tofauti na wao. Hallelujah. Amen. Praise God. Amen. Kuna mwimbaji utampata, unaweza tamani kumzima juu anaimba mzuri kukuliko. Yes. Hallelujah. Ama anasifu mzuri, ako tofauti kwa sababu chake kimetoka kwa Bwana. Hallelujah. Cha Mungu hata uinukia aje aizimikangi. Kama vile Rongai, hata ufanye nini, hata uende kuzimu. Hallelujah. Hata ukazikwe mara 100, uzidi uzikwe tena, hii madhabahu huwezi pigana na ukaiweza, kwa sababu hii mwenyewe uitetea. Ndio. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Unajua watu wako tofauti. Kweli. Kuna mwenye amepewa na shetani na kwenye mwenye amepewa na Mungu. Kuna mwenye amechaguliwa na Mungu na kuna mwenye amechaguliwa na mwanadamu. Yes. Hallelujah. Amen. Mwanadamu kukushusha ni rahisi, lakini Mungu akikuchagua hawezi kukushusha. Tunasikia kitabu cha Isaiah 19 inasema ya kwamba nitalijenga kanisa
Haleluya. Nitalijenga madhabahu juu ya Misri. Haleluya. Juu ya mtu. Haleluya. Madhabahu jengwa kwa mtu. Ndio. Hebu soma ndio uelewane mzuri. Nasema fuliliza. Katika siku hiyo itakuwako madhabahu katika nchi ya Misri kwa Bwana, na nguzo mpakani mwake kwa Bwana. Yes. Verse 20 soma. Nayo itakuwa ishara na ushuhuda kwa Bwana wa majeshi katika nchi ya Misri. Itakuwa madhabahu ambayo itakuwa inashuhudia. Ndio. Lazima ikuwe na ishara. Haleluya. Yes. Amen. Itakuwa madhabahu iliyobeba uponyaji. Halo? Kuna kitu Mungu atakupea. Haleluya. Leo. Acha na kesho. Leo. Sasa amesema leo. Praise God. Kuna kitu Mungu atakupatia. Hiyo kitu itaishi kumshuhudia Bwana. Amen. Ya kwamba nilikuwa Rongai Tuesday. Yes. Nilienda kanisani wiki Tuesday. Na kuna kitu Mungu akanipatia. Haleluya. Litakuwa na ishara. Cha Mungu kiko na ishara. Haleluya. Praise God. Cha Mungu haiko haleluya. Iko tofauti na kenye muganga amekupea. Biashara Mungu amekupea itakuwa na ishara. Haleluya. Za wengine zikiisha yako never haiwezi isha, kwa sababu Mungu ataishi kuitetea. Nani hapa mtoto wake hata kama ni mwizi? Praise God. Amen. Mtoto wako hata kama ni mwizi utaenda kusema tu askari huwa tu. Nani hapa? Hakuna. Tuseme amen. Praise God. Amen. Nani hapa hata kama mtoto wako ni nini, unajua kuna wale anakulanga vitu amekula. Haleluya. Lakini hata akikuja kwako utamtetea. Juu ni wako. Hivyo ndio Mungu anatuambia. Hiyo madhabahu ninayowekelea juu aratiri bai. Praise God. Hicho kenye Mungu atakupatia itakuwa na ishara. Mali ambapo haiwezi kaingia utajikuta yani, unajua kuna wakati ambapo utasema ni kubaya, ni kuzuri. Praise God. Amen. Lakini wakati ambao kinaonekana haiwezi jiuza, leo siwezi uza, hiyo ndio siku ambao unaenda unauza. Wakati ambao watu wanasema kanisa haiwezi simama kwa huyu mtu, lakini so long as Mungu ameekelea juu yako litasimama. Haleluya. Utalikuta limesimama. Ya wengine kiisha yako bado imesimama. Inamaanisha nitalijenga juu yako na hiyo kanisa litakuwa na ishara. Ndio hawezi kuja hapo ukose kuona nguvu za Mungu zikose kutembea. Kwa sababu praise God, lazima ionyeshane ishara. Haleluya. Praise God. Halo. Umai kuja hapo ukakosa kuomba. Haki leo anga imekauka, si haiwezi kauka kwa sababu hiyo nguzo yake. Praise God. Amen. Ni mahali ambapo ukimuita yeye uitika. Halo. Ni mahali ambapo ukimtafuta utampata, kwa sababu ni Bwana ameinua. Cha Mungu kiko tofauti na cha mwanadamu. Praise God. Amen. Mwanadamu kukushusha ni rahisi. Halo. Kama wewe ni MCA ama wewe ni governor ama wewe ni president, miaka 5 uko wapi? Ama sio hivyo? Praise God. Hata utamani kubadilisha katiba, miaka 5 uko wapi? Lakini kama Mungu amekuinua na atakushusha. Kuna. Praise God. Amen. Kama Mungu ameconfirm kuinue na atakushusha. Kuna. Ukipatiwa nguzo, praise God, yenye nguzo yake, wewe ukisimama hapa you are connected. Hata ujikuta Amerika, praise God. Amen. Utamuita na kuitike. Hiyo ndio ilifanya Yakobo akubalike wakati ambao Biblia inasema ya kwamba wakati ambao alifika Betheli, ngazi likagusa bingu la 3. Hata kama alijikuta kwa Laban, bado grace inaongea. Praise God. Amen. Hata ukijikuta wapi, hiyo neema kenye Jacob aliona Betheli bado ilikuwa inaongea. Kile unahitaji ni Mungu akonfirmie neno ya kwamba kutoka leo utakuwa mtu wa kufanya ishara, utakuwa mtu wa kufanya miujiza. Hata ujikuta kwa nyumba ya mchawi bado utafanya miujiza, kwa sababu Bwana amesema. Haleluya. Itakuwa ni mahali pa kushuhudia. Haleluya. Amen. Wewe utabeba ushuhuda hata kama watu washuhudiangi. Kwani wewe unashuhudianga tu peke yako? Bwana mimi sijaifanyiwa. Kuna mtu ndani yake kumewekwa ishara na atakuwa anashuhudia. Amen. Praise God.
Amen. Mlikuwa mnataka ile nyingine ya fire. Patane mbele basi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Halo. Halo. Unajua mwanadamu mwenzako akikuinua, kushushwa ni haraka. Praise God. Lakini Mungu akiamua kukuinua, halo? Halo. Mungu amue kukuinua hata kama hujasoma, utakuwa fema. Praise God. Amen. Mungu akiamua kukubariki yeye kutoka mbinguni, kutoka leo barikiwa. Mimi nakwambia hata kukinyesha, kukinyesha, you never be the same again, kwa sababu neema ya Mungu, neema ya Mungu iko juu yako. Ni neema inakuanga tofauti na zingine. Hiyo neema inapokuwa juu yako, praise God, tunasikia hapa, nitalijenga kanisa, na hiyo kanisa litakapojenga juu yako, hata kutokee na mganga wa Nigeria, hata kutokee devil worship ambaye wakae moto, yes, you will never fail, kwa sababu Mungu mwenye amekuchagua kula amekupata. Haleluya. Tunapata Daudi, wanatamani kuwa Daudi. Sauli anatamani kumaliza Daudi, lakini Daudi hawezi akaisha. Sauli hawezi akamaliza Daudi kwa sababu ya kitu kimoja. Sio Sauli alichagua Daudi, sio mwanadamu alichagua Daudi. Mwenye alichagua Daudi alikuwa ni Mungu mwenyewe. Natuma Samueli, endo ka anoint mtumishi wangu. Haleluya. Amen. Alipofika kwa Biblia inasema ya kwamba kufika kwa nyumba ya Jesse, kitabu cha 1 Samuel, kufika pale wakachaguliwa. Mwingine amejitokeza na kitambi yake, mwingine amejitokeza na ujanja wako wa kiroho, mwingine anataka kubadilisha, lakini Mungu anataka yule ambaye ako kwa msitu. Praise God. Amen. Nataka kuconfirm neno langu kwa huyu, na kupitia huyo mwenye mdharau, mwenye amekaa kwa zizi ule, huyo ndio nataka kumanoint. Haleluya. Atachukua mali pa Sauli. Umenielewa? Praise God. Amen. Mimi nakwambia leo, Mungu akikupatia kitu, yes, hata mwanadamu ainukie, you never fail. Haleluya. Amen. Kenye Mungu amekukonfirmia, sasa enda Rongai. Haleluya. Sasa enda Rongai. Kuna kitu nitaachilia kwako, na hiyo kitu, Bwana asifiwe, itakuwa unatembea mahali ambapo watu hawezi wakatembea, wewe utatembea na ushinde. Bwana asifiwe. Kuna kitu Mungu atakupatia, hata ujikute China, mali injili kubariki, utahubiri injili hiyo China na watu waipokee injili hiyo. Amen. Hallelujah. Amen. Praise God. Amen. Unajua kuna mahali unaweza sifu, watu wanakuangalia kutoka miguu mpaka chini, huyu mtu anasifu nini? Hello? Amen. Praise God. Kuna mahali unaweza ukacheka, watu wakaona huyu mtu anacheka nini? Sio kucheka, unacheka. Praise God. Uko tofauti na wao. Wao wakilia, wewe uli. Praise God. Wao wakiongea vile wanaongea, wewe ongee hivyo, kwa sababu unajua mimi ni mtu wa kufanya ishara na miujiza. Haleluya. Kuna mali watu watagonjeka Ebola, watu wagonjeke corona, lakini wewe huwezi ukakufa, kwa sababu wewe ni mtu wa kufanya ishara na miujiza. Praise God. Haleluya. Naongelesha mtu ambaye ataweka biashara yake Kware. Naongelesha mtu ambaye ataweka biashara yake kule zingine zinaishanga. Mimi nakuambia kitu kimoja, yes, yako ni itakuwa ni ishara. Haleluya. Yako itakuwa ni ishara. Itakuwa ni ishara ya Mungu wakati, yes, ambapo wanakuja kupigana naye hawataiweza, kwa sababu itakuwa ni cha Mungu. Kitu cha Mungu kiko tofauti na kitu cha mwanadamu. Haleluya. Praise God. Amen. Yeye akisema ndio, hakuna wakusema no. Yeye akisema enda, hakuna wakusema kuna. Neno lake ni amina. Praise God. Amen. Alisema Daudi, kutoka leo Sauli nimekukataa. Mimi nimeitika Daudi, enda umwagilia Daudi mafuta. Hebu soma 2 Samuel 3 hapo sini. Soma 2 Samuel. Hapo mali Biblia inasema ya kwamba enda kwa 2 Samuel. Mali Biblia inasema ya kwamba, haleluya, amen, inasema ya kwamba enda kwa nyumba ya Jesse, na ukifika hapo umwagilie kuna mtu hapo nimemuinua kwa mfalme. Hebu soma 2 Samuel ngapi? 1 Samuel 16. Soma 1 Samuel 16. Soma 1 Samuel 16. Ndio. Bwana akamwambia Samueli,
hata lini utamlilia Sauli? Mpaka lini utaomba? Unajua hapa ni mahali ambapo unajaribu kuombea mganga. Praise God. Amen. Babu yangu, endelea tu kuishi, tulikuwa tumezoea uchawi yako. Praise God. Endelea tu kukaa, tulikuwa tumezoea hii maneno. Bwana akamwambia Samueli, mbona unaishi ukilialia hapa? Haleluya. Uko nilihama. Kuna mwingine nimechagua, enda wa anoint. Praise God. Amen. Kuna kingine mwenye walikuwa wamedharauliwa, hata baba yake alimkataa. Wewe ishi ukichunga mang'ombe. Nikuulize swali. Yes. Ndio. Sema mtoto wa mama. Mtoto wa mama. Sema mtoto wa mama. Mtoto wa mama. Mtoto wa baba. Mtoto wa baba. Praise God. Wewe anakuanga ni mtoto wa mama na baba. Lakini kile kenye kiko msitu, praise God, huko nasemanga na wewe kichwa yako inakaa kama ya baba yako ama inakaa kama ya watu wa kwenyu. Praise God. Amen. Hako ndio Mungu anakuja anasema no, nataka hii kenye kimedharauliwa. Praise God. Amen. Hii inakaa mimi naonanga ni kama Daudi alikuwa amekataliwa kwao. Ndio waambie mtu uende ukachunga mang'ombe, hata mgeni akuje asiitwe. Praise God. Amen. Asiitwe akuje asalimiane, inamaanisha praise God. Hallelujah. Huyu kijana kwa nakubalika. Lakini Mungu akajua hii yenye ikubaliki hii. Hallelujah. Amen. Hii yenye ikubaliki hii inamaanisha huyu ninapomwekelea mafuta juu yake, na kupitia kwake nitalifanya kenye nataka. Mungu itafuta mtu mwenye roho yake inaweza mfungukia Mungu, mwenye anaweza kubali kutembea na Mungu. Alafu Mungu anaekelea, praise God, Mungu anampatia kitu ambao kitakuja kuinua mahali fulani. Haleluya. So Daudi, Mungu akajua kupitia kwa Daudi nitaweza kutazalika kizazi ambao kitakacho mtumikia Mungu. Praise God. Haleluya. Mungu tafuta mtu mwenye ameamua kumtafuta. Mtu utafuta mtu mwenye ameamua na akang'oa gia ya rivers. Anakujanga kumwanoint. Kutoka leo mahali pa Sauli, wewe Daudi ingia. Praise God. Amen. Na mimi nasema hivi, mahali pa mchawi wewe ingia. Sijapata wa kusema amen. Maana amen tumekubaliana nayo. Praise God. Amen. Hallelujah. Amen. Mahali pa mganga tumekubaliana na wewe ili nikatembee na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Praise God. Amen. Hebu soma alafu tumalizie. Bwana akamwambia Samueli, hata lini utamlilia Sauli? Mpaka lini utamlilia Sauli? Ikiwa mimi nimemkataa asiwamiliki Israeli. Ndio. Ijaze pembe yako mafuta. Jaza pembe lako mafuta. Uende nami nitakupeleka kwa Yese. Ama mimi nitakupeleka kwa Yese. Bethlehemu. Maana nimejipatia mfalme katika wanawe. Wanawe. Nimejichagulia mtu. Ndio. Usichaguliwe na Mungu, my sister. Amen. Chaguliwa na Mungu. Chaguliwa na Mungu. Amen. Kukinyesha utabaki kuwa unyango. Praise God. Amen. Kama kuna elinino utabaki kuwa unyango. Kwa kitabu cha Ayubu inasema ya kwamba kitabu cha Ayubu na Ayubu ama ni Zaburi, aliyopandwa kando na mto, hata maji kikuja yeye anabakianga amesimama. Ndio. Aliyochaguliwa na Mungu, hata dhoruba ikikuja yeye anabakinga amesimama na Mungu. Praise God. Amen. Hallelujah. Amen. Watu wakibadilishwa, watu wakibadilika kuwa pink na white na yellow, yeye anabakinga anasimama na Mungu, kwa sababu yeye amesimama katika mwito yenye Mungu alimtuma. Haleluya. Ninakuja kuongelesha pila kwa madhabahu, nakuja kuongelesha intercessor kwa madhabahu. Wacha Mungu akukonfirmie from today. Yes. You are a pillar, Ratori Bazaya. Yes. Wacha Mungu akukonfirmie today. You are a intercessor. Yes. Na wewe si intercessor wa kuzimwa na waganga. Wewe si intercessor wa kuzimwa, watu wakizimwa. Praise God. Amen. Wewe si intercessor wa kumalizwa, watu wakimalizwa. Amen. Wacha Mungu akuinipaletodataya. Yes. Mungu, acha nikwambie leo, tofauti ya mtu ni kulingana ile nguvu za kiroho ulio nayo. Ndio. Kulingana uzito wa kiroho. Haleluya.
Amen. Kukimbia kwako ndo uweze kukimbia inalinganaga na ulichota nguvu kiwango gani ndo uweze kwenda. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nakuambia leo kuwa tofauti kama vile Ana. Praise God. Ana alikuwa tofauti na Penina. Penina watoto wake hawakuhesabika, lakini yule mtoto wa Ana ndio sasa tunajuanga Samueli. Alikuwa ni mtu ambaye alipingwa, ni mtu ambaye alizuilika, lakini mwisho wa safari Bwana akamwekelea akamwambia, pokea Samueli, ikawa ni ushuhuda kwa watu. Ninaongelesha mtu hapa mwenye amengojea ushuhuda, mwenye amengojea mambo mapya, mwenye amengojea mambo iendelee. Wewe umeishi kusimama level moja na kuletea habari njema kenye Bwana anakufanyia. Itakawa ni ishara, itakuwa ni ishara. Sijui uko positive, sijui uko negative, sijui nini mbaya na wewe. Kile mimi nakuletea ujumbe ya kwamba Bwana anakuchagua kwa hiyo shida. Kuna mali Daudi alikuwa angeweza kukubalika. Kuna mali hata nyumba yao mimi ninajua, hata chakula ilikuwa na mimi najua. Kwa hii nyumba lazima Daudi alikuwa anapata watu wamekula na kula mabakio. Kuna wakati mimi nilikuwa kwetu, mimi nilikuwa napenda kuchunga mang'ombe, na kwetu ulikuwa na kuchanga unapata watu wamekula, sasa unakula ile mabakio. Ile masasa zingine unapata appetite ilikuwa mingi kakulwa yote, so itabidi ukae hivyo. Praise God. Na umetoka kuwachungia hata ng'ombe, hata maziwa inakamuliwa na pale unakunywa sturungi, na wewe ndio umechunga nini? Mang'ombe. Haleluya. Na kuja kuongelesha mtu ambayo wewe, angalia bingu la tatu inanipea nini wiki hii? Angalia bingu la tatu linanipea nini wiki hii? Ninajua umetishiwa mingi, najua umepewa vitu mingi, najua mumeombewa zaidi, lakini wiki hii ya mwezi wa 8 ratori bazia, ninajua saa zingine watu kauka. Najua kuna kwanga na season ya watu kauka. Kuna wakulikuwa na wakati ambao Isaka alipanda kwa kiangazi, wakati huo alivuna. Praise God. Naongelesha kenye bingu itakupea wiki hii. Naongelesha kenye bingu itaachilia kwako. Arate karibazia rapaya. Kuna kenye Mungu atakupatia wiki hii yenye hujaiona tena. Mungu akupatie kitu ambao waganga watazima. Mungu akupatie kitu ambao wakienda Nigeria, wakienda Ghana, wakienda kule walienda, au watalizima. Mwenyezi Mungu ataitetea. Kama vile Mungu tetea mbegu lake, Mungu akupatie mbegu yenye haiwezi nyauka wakati kuna kiangazi, yenye haiwezi nyauka wakati kuna linino. Unajua kuna kuanga na wakati linini inakuwa mingi, nyazi inakauka. Haleluya. Ama sio hivyo? Hivyo. Ama kwenye kuanga na mvua kweli, kuna na mvua nyingine inaweza kukubeba. Praise God. Amen. Hello. Kuna kuanga na praise God. Amen. Hiyo wakati hata kama kutakuwa na nini, hata kama mimi nakuambia utajikuta, hata kama bado hujaolewa, utajikuta kwa boma kipawa ikai yako itakaa rapare tiria. Hata kama utakuta kwa boma yenye nyoka inakuanga tinafanyanga ngwe, ikifika saa 12 jioni inafanya ngwe, ikikujia uchi. Mimi nakuambia wewe kipawa chako kitasimama. Naongelesha mtu hapa mwenye yeye usimama na miguu moja, kesha backslide, kesha ameamuka. Praise God. Naongelesha huyo mtu mwenye anatingizwanga na wokovu. From today hautatingizwa tena, hautatingizwa tena. Kenye kinatingiza watu akitakutingiza. Makaratori baya. Pata uwezo wa Bwana, pata uwezo wa kushinda hayo mambo umaliza watu. Pata uwezo wa kuzima yale yanazima watu. Makarabateria. Ora tekaratai. Kuna kwanga na wakati ambao ukiwa na unabii, ukiwa na kuna kwa na wevu Kenya. Leo ni maapostol, leo ni reverend men in praise God. Nasema hao majina ni mabaya, ni mazuri, praise God. Lakini kuna wakati unasikia ile wevu ya apostles imeenda imebaki sasa ni prophet. Haleluya. Hata kama una sauti bora ni prophet. Haleluya. Hello. Lakini siongelee hayo. Mimi naongelea jambo moja. Hata kama wave ya kumaliza maprofeti itabaki, ya wave ya kumaliza maapostol itabaki, lakini hiyo wave wewe bado utabaki na jina apostle, bado utabaki na jina mchungaji, bado utabaki na jina mwinjilisti, kwa sababu Mwenyezi Mungu atakutetea. Hello. Ilifika wakati ambao Sauli akajua nimeshiftiwa. Haya ya
kumbe ile mambo ilikuwa nafanya sasa haiwezi fanyika. Roho alienda. Sauli akaanza kutafuta hii kitu ilihamia kwa nani. Anaona Daudi vile alikuwa anaambiwa vikifanyika Daudi inafanyika. Inamaanisha hii kitu haiko kwangu, imeenda kwa nani? Kwa Daudi. Praise God. Amen. Naongelesha kanisa. Ndio. Naongelesha Pastor Nyango. Yes. Naongelesha mgeni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unajua ile kanisa tunajenga, ile kanisa tunajenga iko kwa mpaka ya dhambi na watu kuokolewa. Ndio. So lazima wapigane nayo. Yes. Bado hujanielewa. Praise God. Amen. Wewe uko katikati ya nyanya yako mchawi. Maamua. Mimi sasa nataka kumtumikia Mungu. Lazima watakufight. Na usipopata Isaiah 19 itembee na wewe. Ndio. Utashindwa na safari. Yes. Usipopata neno litakayo kukutetea, utashindwa na safari. Praise God. Amen. Ndio Mungu anaambia Isaiah, ikutajengwa madhabahu katikati mpaka. Shika hii kwanza, zaidi ya yote shika hii. Hii ndio msingi, ndio mzuri. Kutajengwa neno mpaka, itakuwa katikati ya ovu na Mungu. Yes. Hii kanisa praise God. Mimi nilikuwa ndani hata mmefika fifth floor. Hello, lakini nimepata iko na vita, inapiganwa vita kwa sababu ya kitu kimoja. Imesimama kwa uchawi ya Rongai. Yes. Maagano iliyofanyika Rongai, yenye haitaki wokovu, yenye haitaki kitu kizuri. So lazima wainukie. Lakini nakuletea neno. Mungu anaambia Peter, nitalijenga kwako makarateria. Nitaliweka kwako. No milango ya kuzimu yataiweza. Inamaanisha kuna kwanga na milango ya kuzimu. Kuna kwanga na waganga uinukia mambo makarateria. Praise God. Amen. Hello. Tukulize leo. Hata wewe tuseme ukweli. Tuseme ukweli. Ukisikia Mungu amekuacha utafanya. Ukisikia nilikuanga intercessor ama nilikuanga natoa, lakini sasa hiyo huwezi toa kwa sababu saa zingine lingana na kupiga madhabahu ikakuchapa, mambo ikarudi chini. Napiga watumishi, mambo ikakuchapa ukarudi chini. Utafanya? Tatafuta option, si ndio? Mwanadamu amepatiwa idea mingi. Ukikosa Mungu unaendanga kwa mganga. At least kutafuta kujimiliki. Praise God. Amen. Hello. Mwenye anakupiga hata kama ako na Mungu, saa zingine hana Mungu, si ndio? Hello. Sasa amefungua kule, amefungua. Ndio. Unasikia hii haya malango yakiwa yamefunguka yatakufight. Lakini Mungu akakonfirmia Peter hayatakuweza. Pata biashara yenye haitawezwa na waganga. Pata biashara yenye hautawezwa na waganga. Amen. Kuna zile ndoa uvunjika. Lakini from today ndoa yako hata kama kwenye ndoa ikai yako itakaa. Amen. Naambianga watu Kisumu, hata kama mnamalizana makanisa mingi, hii ya Jesus wina hii imekuja saa hii. Hii hata uende ulale wote tena shetani akupatia mapepo ukuje nayo, hautaweza. Hata ujenge kwa malango hautaweza. Ndio. Alioniita akiwa mwaminifu, alionituma akaambia, baba tuma kijana Kisumu niwezwe. Hai mano mria wakijana mano mriambo, hiyo ni uongo. Praise God. Hello. Na nikaambia Mungu, ukijua hii itaisha ulitoa 1 year before. Toa Kisumu. Sasa akamba bado niko Kisumu na maisha isiyo gwi. Wewe pata neema ya Mungu, pata neema ya Mungu, pata neema ya Mungu. Amen. Bwana asifiwe. Pata neema ya Mungu. Hata wakipigana, hata wakikulani, ama nikupatie ndio ujue. Nikupatie neno mahali. Ya mwisho, hebu some Joshua 5. Joshua 5. Joshua 5 verse 8. Roho ufuata watu. Ilikuwa walipokwisha kutairiwa taifa zima. Soma 9. 9. 9. Bwana akamwambia Joshua, siku hii ya leo nimeivingirisha hiyo aibu ya Misri iondoke juu yenu. Siku hiyo nimeipingirisha hii aibu ya Misri iondoke. Kwa hiyo jina la mahali pale likaitwa Gilgali hata hivi leo. Praise God. Ikaitwa Gilgali. Inamaanisha kwamba
Kuna roho ambao hufuata watu wa Israeli ndio wakose kufika Misri. Ni wajukuu walifika Misri. Walifika Misri. Ile laana ambayo ilifuata Israeli kutoka Misri kukuja ikawafuata kwenye njia, iliwazuia kuingia. Ndio Mungu akajua hii mambo itawapinga, wacha ni waondolee roho ya aibu, roho ya kuaibika. Praise God. Amen. Mimi nakuambia miji mingi. Haleluya. Amen. Haleluya. Maboma mingi unajaribungu kujenga, unakufa mpaka watu wanasema na kwa nini? Kwa nini huyu mtu anaishi kanisani na bado watu wanakufa kwao? Kwa nini unakanga? Inamaanisha kuna pepo fulani ya aibu, roho ya kuaibika. Kutoka leo tumekataa kuzikana. Tumekataa hiyo pepo. Tumekataa hiyo aibu. Haleluya. Amen. Hello. Praise God. Amen. Unamtumikia Mungu kimtolea na bado sioni hiyo matunda. Nilitoa. Kwani naye inatoanga na bado sioni. Inamaanisha kuna roho fulani ya aibu fulani inakufuata. Ndio nimekuja kuiongelesha leo. Haitakufuata tena. Hiyo ndio inakula kenye inafaa ukule. Roho ya kuaibika na roho ya kudhilishwa. Bwana amekuambia leo, kutoka leo haitakuweza. Kuna kile inakufuatanga mpaka unashindwa ni nini. Shosho wako alikwambia ukue ufukara. Hasa wewe ukitembea uko Kisumu, pala sio Kisumu, acha useme Rongai. Nimezoea Kisumu kwa mdomo, nisamee. Praise God. Wewe mwenyewe uko Rongai, lakini mambo ya shosho inakufuata, mambo ya nini inakufuata. So inaishi kuongea aibu fulani. Na mimi nasema hivi kwa jina la Yesu. Chochote kinacho kukufight, chochote kinakufight kutoka manyumbani, kile ulikuta ikiwa vita makarateria, vita za uzao wa kwanza, vita za uzao wa pili, vita za uzao wa tatu, kule position huko, hizo aibu ziondolewe kwako. Hizo aibu ziondolewe kwako. Kutoka leo itapigana wewe, lakini Bwana ameiondoa. Na maisha kuna mali ilitoka. Halo? Jua kuna kwa na mali shida utoka. Nani anaweza jitakia shida? Hebu jidunga na mshumali leo, smali injo ine, chukue yule alafu ujipige. Kama sio kupigwa umepigwa. Praise God. Amen. Halo? Unajua kuna shida kujitakia? Na kuna shida ya mtu kukutakia. Halo? Na kuna shida ya kuletewa. Utanielewa mbele moja. Ukifikia mali Pastor Nyanga amefikia hapa. Amefikia? Nani hapa anaweza tamani kukaa ufukara? Acha tu mimi nikakulenge nikae Lazaro. Injili ya Lazaro mimi siwezi kupili. Siwezi kupili injili ya Lazaro. Praise God. Amen. Halo? Lakini wewe unafuatwa kutoka wapi? Misri. So hii shida wa Israeli walikuwa wanapitia jangwani, ni roho ilitupwa kwao kutoka wapi? Misri. Nimekuanzia kitajengwa madhabahu. Nikakuleta utapigwa na wewe. Na kumalizia na aibu. Aibu. Praise God. Inamaanisha hii shida uko nayo, umefuatishwa kutoka kule, imefuatishwa. Imekupata. Mungu anaongea mema. Mungu anaongea baraka. Mungu anaongea ufanikiwe. Lakini Farao uliokuwa chini yake anaongea nini? Praise God. Amen. Andi uliokataa kumfulia anaongea nini? Unajua kuna vita vingine pia unaangalia mpaka unasema yani ya kufua tu juu. Leo mkono yangu ndio kuna vile mnapandanga makucha fulani hivi. Hiyo makucha haiwezi kafua, si ndio? Ama mimi nafuanga tu. Praise God. Sasa nikamwambia wacha fanya hivi, iliweke makucha yangu jana, wacha nikafanya. Sasa akaongea. Sasa hii aibu uko Rongai, lakini aibu ya nyumbani iko na wewe. Haleluya. Amen. Yani uko Rongai, lakini yani umepata ndoa, umefanya harusi, mambo ni yamekubalika kidogo, lakini ile roho inaongea kwa kijiji imesafiri na wewe. Sasa hiyo ndio fukara inaongea juu yako. My sister, nakuletea habari njema. Bwana anasema nitaiondoa iliyo juu yako. Na alipoondoa akaibadilisha jina. Na mimi nakuambia leo, kama ulikuwa unaitwa jina fulani ya laana ya shida, Bwana aondoe aibu hiyo kwako. Aliyokufuatisha shida, Bwana iondoe.
Hiyo shida inapigananga na kenye Mungu amekupea. Bwana iondoe. Yes. Laana ya shosho inapigananga na kenye Mungu amekupea. Bwana iondoe. Ndio. Unaweza ikawa dunga wewe. Natembeanga na wewe na kuangalia vile kumbe ni dungu umewekewa. Ile siku dunga itatolewa ndio utajua kumbe kuna baraka. Praise God. Unajua mimi niliwekewa dunga 20 stamara yangu. Stamara ilitoka na 23 years. Praise God. Na 23 ndio stamara ikatoka. So nilikuwa nimewekewa dunga kama nakaa senge. Kumbe ni dunga. Hallelujah. The day ilitoka, sasa inaongeanga kama mtamepatiwa chai moto. Twende mbinguni kwa Yesu. Hallelujah. Lakini mimi si kierere. Sikia? Lakini naongeanga. Sasa inaongea. Naweza imba, naweza ubiri. Amen. Hallelujah. After kutolewa dunga, my sister namalizia na kusema aibu ilikuwa inakufuata. Ndio. Kama vile ilifuata Daudi. Yes. Iliondolewa. Na kwako iondolewe. Na kutoka leo simamishwa imara. Kutoka leo simamishwa imara. Yes. Anaosimamisha watu wake kusimamisha imara. Ndio. Katika jina la Yesu Kristo. Simama tuombe. Yes. Simama na miguu yako. Unajua kuna mambo umeisikia na Mungu atakutenda mema kwa jina la Yesu. Aliye juu ni mwaminifu. Nilianza na kusema Mungu na ajenge hekalu juu yako. Mungu atajenga madhabahu. Mungu akupatie connection ya mbinguni. Wakati ambapo utakuwa naomba, utakuwa unasikika. Ukisoma hapo chini nasema kwamba tutakapotoa sadaka zako, Mungu atapokea katika hiyo madhabahu. Kutakuwa kunafanyika mambo, Mungu anashuhudia kuwa Bwana. Mahali pale watamtolea sadaka, mahali pale watu wataokoka. Mungu akalijenge kitu chema juu yako. Nataka tumulilie Mungu aliyo hai. Yeye ni mwaminifu, yeye ni Mungu ambaye anayotenda. Mungu ambaye anaonekana kwa jina la Yesu. Jehova ninakuinua, Mungu wa majeshi ninakuinua Bwana. Ebeneza wa Israeli, Jehova Jairi. Ni nani mwingine anaweza kustahili kama wewe ambaye nayo ujumbe Bwana? Mungu wa majeshi nakushukuru kwa ujumbe ambayo umeachilia Bwana kwa nyumba lako. Asante kwa neno lako ambayo imetuongoza mahali hapa. Tunakuinua Baba, tunasema ni asante. Jehova Shama tumeipokea Bwana iweze kusaidia roho zetu. Unaambia nabii Isaya ya kwamba nitalijenga kanisa, nitalijenga madhabahu. Itakuwa ni madhabahu ambayo itakayotetea watu wake, itakayopigania walio wake. Hivyo hivyo Baba, naomba leo, ninaomba kwa jina la Yesu. Makarateri mandorizia letekari mashekeri babosaya. Baba, naomba Mungu wa majeshi, unaambia pita nitalijenga kanisa juu yako. Hakuna minako ya kuzimu litaiweza. Inamaanisha kwamba Bwana, hakuna kwanga na minako ya kuzimu. Kuna kwanga na milango, kuna kwanga na milango ambayo ufunguliwa kupigana nacho. Baba, naombea kutoka leo, umesema ya kwamba kwa neno lako hakuna milango ya baharini, hakuna milango za waganga litakayofunguliwa kuliweza. Hiyo ndio Baba naomba leo. Baba, tujenge imara. Baba, tujenge imara leo. Tunaomba uwezo wa Roho, tunaomba uwezo wako Bwana. Tunahitaji kulitaraborio, tunaiteka ribando taridaya etaribabosia. Kila moja tuomba, wapia Mungu wa majeshi kinachozima ndoa kwetu. Hapa naomba kujengwa imara, mimi nisizimike kwa jina la Yesu. Kinachozima vipawa, wapia Mungu wa majeshi. O Baba yangu, jenga imara. O jenga kama vile ulijenga Pita, jenga kama vile ulijenga Pita, jenga kama vile ulijenga Pita. O reteka ribabosia makaneta ribabosaretea. Wakati ambao Mungu wa majeshi uliita Daudi Bwana, ukaambia Samueli, enda kwa nyumba ya Jese, nimejichagulia mfalme, nitamwagilia mafuta. Alipomwagiliwa mafuta Bwana, hata kama vita iliinukia Sauli, iliinuka kwa Daudi, ulitetea mafuta yako. Hapa ninaomba siku ya leo Baba, iweke na hitaji uliopatia Daudi haikuzimika Bwana, haikuzimika ritima. Baba, tupatie ratorio, reteka riba shinda ratorio, makaneta riba bosaya, eneta riba shikaraneri. Mungu wa majeshi, kwa Kenya hii kuna kwanga na maagano ambao uzima watumishi, kuna kwanga na maagano ambao uzima makanisa, kuna kwanga na maagano ambao uzima wa finance. Lakini naomba leo tujenge finance Bwana, jenga kwa mikono yetu, tupatie mabiashara, tupatie zile ambao haiwezi kazimika, tupatie sauti yako ile ambayo haiwezi kazimwa. Baba, naomba siku ya leo wachilie hiyo moto leo,
makarate kariorio shekeri babosikonayo endetari mashindereteo rimande karitori nayo endetari mashinderekoyo rimashekeri babosayo endetari mazikara nayo makandetari bosio. Ambieni Mungu wa majeshi, naomba kujengwa mapepo izimaye watu isikuzime tena, waganga wazimaye watu wasikuzime tena. Makariteri bosio, ilichomaliza kwanza haitakumaliza wewe. Jeremia anaambiwa makaritori bazio, Jeremia kutoka leo ninakujenga imara, ninakuinua kwa mataifa, ninakufanya chuma, ninakufanya leo. Wapiganaye na waliotangulia wasikuweze wewe, wasikuweze leo. Apia Mungu wa majeshi, nijenge imara, nijenge imara, nijenge thabiti, nijenge kiroho. Naomba Bwana makaritori daya akorineta ribozio, apieni tu Bwana, wachilie nguvu, wachilie uwezo, wachilie nguvu, wachilie neema vya maisha yangu leo, wachilie neema kwa madhabahu yako leo, wachilie neema kwa watumishi wako leo, wachilie neema kwa waimbaji Bwana, wachilie neema kwa wazee Jehova, wachilie kibali kutoka leo. Mafuta yako Bwana mimina kwenye nyumba lako Jehova. Baba, wachilie mambo mapya. Roho Bwana ukatawale na ukatende neema yako Jehova. Tamalaki mfalme, kwa sababu Jehova Shamu unaweza. In the name of Jesus. Amen.